kazi. Na hiyo kazi ndio itakusaidia na isaidie na familia yenu. Unanisikia rafiki? Ndio itakusaidia na isaidie na familia yenu. Lakini kwa sababu kuna roho ya kuchelewesha, wanakuambianga tu kuja kesho, bado, ripoti bado, tutakupigia simu. Inakuletea umasikini. Watakupigia hadi lini na wewe unaishi chini ya umasikini? Watakupigia hadi lini na mtoto anahitaji school fees? Watakupigia hadi lini na pesa inahitajika hospitali ya kununua madawa? Roho ya kuchelewesha vitu zako inakusababishia roho ya umasikini kukutawala. Maana nataka ukavae kiatu na kujiposition na useme sasa, mimi binti wa Yesu ndo huyu. Vitu gani zangu zimecheleweshwa? Na kutokana na hivi vitu ya kuchelewesha, ni madhara ngapi nimepata? Ni aibu ngapi nimepata? Ni kucheko. Wewe unaitwa mwalimu, unaitwa madam, lakini faida ya wewe kuitwa hiyo jina hata hakuna. Wewe na yule mtu mwenye analima, in fact mkulima is better off than you. Kwa sababu gani? Haoni faida ya kazi unayofanya. Baraka zako zimeshikiliwa na roho ya kuchelewesha. Umeapply vitu, umeapply basari, umeapply pesa, umeapply kila kona. Wanasemanga tu ngoja. Utangoja mpaka lini na mtoto amekaa nyumbani? Usifikirie roho ya kuchelewesha inabebana tu na vitu kidogo kidogo. Hapa na rafiki yangu, haibebani na vitu kidogo kidogo, inabebana na vitu kubwa kubwa ambayo inagusa maisha yako. Kuna vitu zako ambazo zinakugusa ndugu yangu, ambaye roho ya kuchelewesha imechelewesha vitu zako zinakugusa. Niliwaambia kwamba hakuna kitu ambacho hatuwezi kuombea katika hii ulimwengu. Una uwezo wa kuombea chochote as long inadepend unairepresent aje mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo roho ya kucheleweshwa ni mbaya. Unaenda hospitali, umeenda na mgonjwa wako pale, ako katika hali ya mahututi, unabembeleza madaktari, tafadhali huyu mtu anasikia vibaya. My friend, wanajivuruta tu. Unajua wanapojivuruta ni nini inafanyika? Ni roho ya kuchelewesha. Ni roho ya mauti inachungulia. Imewabanika roho ya kuchelewesha. The spirit of delay is causing them to drag themselves in doing things, to attend the sick person. That is the spirit of delay. It's causing everything in the hospital to be confused. Yani daktari akikuangalia unapomwambia ndugu yangu huyu mtu anasikia vibaya, anakushangaa, anakuangalia tena nikana kwamba hajakuona. Na ile hali unamlilia, unamwambia daktari tafadhali mgonjwa wangu wako hali mbaya. Ni kitu gani inafanyika? Ni roho ya kuchelewesha inayoambatana na roho ya mauti na kuchungulia. Nilisema hapa kwamba vitu ninayosema tuombe hata mimi yananihusu. Nakumbuka kuna wakati mmoja nilienda hospitalini na nilikuwa mjamzito. Na nilipoenda hospitalini kujifungua mtoto wangu wa kwanza, nilienda kama na bleed. So madaktari waliona siumwi, wakajivuruta, wakajidrag. Nilienda saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 ya mchana, ndio inaelekea. Imefika saa 12 ya jioni. Saa 2 ikaifika mpaka saa 3 ya usiku. Sasa yule daktari aliyeingia usiku na anauliza kwani ni nini inaendelea. Aliposhika hivi akasema mtoto anapupu kwa tumbo. For the first time nikasikia mtoto anaweza pupu kwa tumbo. Asema huyu amechoka. Mtoto, I tell you my friend, mtoto alitoka amechoka, na hivyo ndo tulimpoteza. Why? The spirit of delay. Roho ya kuchelewesha. Hawa wengine waliona hata kama na bleed wacha zunguke mtoto ashuke. Kumbe ninaambiwa ilifaa kuwa nipelekwe, that is emergency, direct nifanywe operation nitolewe. Na hawa roho ya kuchelewesha iliwazubaisha. Why? Roho ya kuchelewesha. Hata kuna mtu ananisikiliza leo hii, umepoteza wapendwa wako, umepoteza kazi nyingi,
Umepoteza kazi ya maana ungepata. Kwa sababu gani? Ulipoingia kwa gari, kukaa kwa gari, hauna transport nyingine, uko tu na transport hiyo peke yake, na unaitwa interview. Kufika njiani, shetani akaweka roho ya kuchelewesha, na gari karibika, hauna mbele, hana nyuma, pesa hauna nyingine, ushalipa. Umejaribu kuambia tafadhali munisaidie tu niende nirudishie pesa tu nipande gari nyingine. Wakasema mzee, wacha hata sisi hapa tuko kazi. Wakafanya tu hivyo mpaka ulipofika interview imeisha. Na hivyo tu ndo ukakosa hiyo kazi. Nini nafanyika? Roho ya kuchelewesha. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Na shetani ametumia hiyo roho ya kuchelewesha kushikilia baraka zako. Shetani, leo wewe uko mahali uko, sio kwa sababu hapo ndo penye unafaa kukua. Leo wewe uko penye yuko. Leo wewe unaishi maisha hahe. Yani wewe unaishi maisha yenye yani photocopy ya maisha yako. You are in a place where you're not supposed to be. Why? It's because the spirit of delaying is controlling you. Everything you're doing is delaying tactics. Even your children at school are delaying in writing their notes. Why? The spirit of delay is controlling your home. Rafiki, unahitaji Bwana Yesu akuletee roho ya speed, roho ya kuharakisha vitu, roho ya kuamrisha vitu viondoke kwa kasi, roho ya farasi. Biblia inasema wakati Elijah alichukuliwa, Mungu alituma farasi. Kwa hiyo asubuhi leo nataka mwambie Mungu, vitu vyangu vinataka kufumba na kufumbua. Farasi wa moto, farasi wa moto, farasi wa moto. Sitaki kuenda kujificha kwenye makaburi, sitaki kujificha kwenye visima, sitaki kuvuka mto Yordani kuenda mahali pengine menye sio kwangu. Maana roho ya kuchelewesha inaleta watu kutoroka. Rafiki yangu unayenisikiliza masaa haya ya asubuhi, wadogo wako washaoleka. Wadogo wako wanasema mimi niko na watoto 5, mimi niko na watoto 4, mimi niko na watoto, mwingine ako form 4, mwingine ako college. Na wewe hata bado hujapata ndugu. Kila mwenye anakuangalia hivi ukimsmailia anashangani. Shetani akuchelewesha, anageuza sura yako, unakaa kama nyanya mzee. Anasema, "Hey, na mbona huyu mzee amenismailia?" Ukismaili ni nini? Roho ya kuchelewesha inachelewesha mume wako, inachelewesha watoto. Yani wewe ulioleka miaka 10 iliyopita mpaka leo hii hauna mtoto kwa ndoa. Nini? Madaktari wamekupima uko sawa. Kama ni dawa ya kienyeji umekunywa, kila kitu kiko sawa. Aina yote ya dawa daktari amejaribu kwa uwezo wake, amekupatia hii itakusaidia hivi, lakini hakuna kitu kinafanyika. Ni kwa sababu gani? Roho ya kuchelewesha wewe uwe na watoto kwa ndoa inatawala maisha yako. Rafiki unanisikiliza sasa hizi, nataka uko umeshaingia kwa maombi, unamwambia Baba, hii ninakataa. Hii nakataa. Nini inafanyika? Roho ya kuchelewesha. Yes. Unasikia rafiki yangu? Roho ya kuchelewesha inakuletea financial bondage, shida za kipesa, shida za pesa. Unafunga. Kuna mtu alinipigia simu hata nikasikia vibaya sana. Watu wanamuomba Mungu apate stock, lakini yeye ako na stock lakini hawezi uza, mpaka anafunga duka, anabeba stock anapeleka nyumbani. Mungu unarejesha hiyo stock kwa duka mara moja, na lete watu wa kununua hiyo vitu. Huwezi funga duka na uko na stock, ati duka imejaa. Unafunga duka unapeleka vitu nyumbani. Hiyo pepo ya uchawi ambayo imewekwa kwa hiyo duka iondoke kwa jina la Yesu. Na nini inafanyika? It is very strange. Alinipigia simu nikashangaa. Umejaza duka lakini unaifunga kwa sababu hakuna mtu ananunua kitu yako. Kwa sababu gani? Shetani ametupa spell kwa duka. Ametupa spell. Ametupa kwa hiyo duka. Rafiki, ni masaa ya wewe mwambie Mungu, hapana, ninahitaji speed. Hao wateja wa kununua vitu kwa hii duka na wakuja haraka, na hii duka ijae kwa haraka, maisha yangu yabadilike haraka. Mama Beatrice hapo Mauko, mwambie Baba, speed, harakisha baraka zangu.
Roho ya kuchelewesha inafanya watu wanakosa, na inafanya watu wanapoteza mali zao na vitu vyao. Unaona kama gari ambayo imebeba nyanya, imebeba cabbage, imebeba hizi chakula za kuharibika, hiyo gari huwa ichelewi barabarani. Hiyo gari huwa inaenda kwa kasi sana, kwa sababu inajua chakula ambayo imebeba inaweza haribika njiani na ikakosa wateja wa kununua. Hata wewe unataka wasubia leo mwambie Baba, vitu zangu, maisha yangu, kazi ninayofanya, mambo ambayo ninafanya, ninataka Baba ukaweze kuleta speed, ukalete harakisha. Nimebeba vitu, nimekaa kwa hii ndoa kwa muda, ni masaa ya wewe